Watu wa Mumias East hamjambo. Hebu nione kama wananisikia kwa na ile, hebu nione mikono kwa na ile, mnatusikia? Upande wa kulia kwa na ile, hebu nione mikono, mnatusikia? Upande huu wacha tuone mikono kama mnatusikia. Okay. Unatupata. Kwanza nishukuru kijana wetu PK Salasia. Leo wametualika Mumias East, kaunti ya Kakamega, na leo kuna michezo mingi sana hapa Western. Hata hapa Mumias East kuna michezo kadhaa, lakini hakuna uwanja umefurika kama huu wa hapa kweli. Wanasema dalili ya mvua ni nini? Leo mnaonyesha wazi watu wa Mumias East ya kwamba mnapenda kijana wenu PK Salasia, na leo tuko hapa kuja kusimama naye. Tumekuja hapa na wageni. Mumias East leo mna wageni wa ajabu hapa Mumias KMTC. Tuko na wageni wametoka kule mashariki mwa Kenya, yaani upande wa Eastern Ukambani. Tuko na wageni wametoka kule mlima Kenya. Walisema ubora sikuze mlima, lakini usimwema uiguzwa. Hapa leo tuko na baba ya umemkaribisha. So leo tukiwa hapa, yetu ni kusema pongezi na hongera kwa PK Salasia kwa kuandaa michezo ambayo imefaulu sana. Yeye kazi yake ni kupromote talanta. Kiongozi mzuri ni yule wa kukuza. Mti mzuri ni yule wa kuzaa matunda. Na leo tunaona Salasia PK ni mti mzuri, ni kijana anapenda vijana wenzake, na ako analea vizuri vijana wa hapa Mumias East. Makofi kwa PK Salasia. So yetu leo ni kumpa support na kumwambia PK asante for hosting the entire Republic of Kenya iko Mumias East leo. Nasikia ya kwamba hapa Mumias tuko na jamaa anaitwa Kasongo. Mnamjua? Mnajua Kasongo? Hata Kasongo ako hapa Mumias East leo. Leo tuko na Stephen Kalonzo Musyoka mwenyewe, the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Na leo ile tofauti kwa hapa ni kwamba we have a tale of two Kenyas. Tuko na wageni wamekuja hapa ambao siku ya leo wameweka historia. Wameweka historia ya kwamba katika ufisadi dunia nzima wamevunja rekodi ya dunia. Imetangazwa BBC leo kwa magazeti na mitandaoni ya kwamba rais mfisadi sana Kenya na dunia nzima anaitwa Assad kutoka kule Syria. Rais namba 2 fisadi sana kuliko marais wote anaitwa nani? Nuru Kano. Usiseme Ruto basi, anaitwa Kasongo. Okay, yule namba 2 fisadi kuliko wafisadi wote Kenya na dunia nzima anaitwa nani? Kasongo. Huyo wako hapo siku ya leo. Vile vile, na hii ufisadi hatusemi tu tunamwekea story. Ile tumesikia mbolea feki ya kwanza kupatikana ilikuja hapa Kakamega. Kweli si kweli? Si tulipata mbolea feki? Sio ni ufisadi? Kusikia mtu anaitwa Dani, kwa hiyo orodha yeye ndio ufisadi
Kasongo na rafiki yake Kasongo. Amemuleta Kenya kumuuzia international airport yetu. Ameleta Adani Kenya kumuuzia stima yetu ya KETRA. Ameleta Adani Kenya kutoa NHIF ilikuwa inatibu sisi. Kina mama walikuwa na linda mama wanazaa bure. Uwe mwanaboda, uwe mwalimu, uwe polisi, ukitia bibi mimba anazaa bure. Kasongo ametoa hiyo sasa, ameleta kitu kinaitwa SHA. Imefanya maisha kuwa magumu. Ama hapo mko sawa Mumias? Mumias pia nyinyi mnaumia kama Wakenya wengine. Leo historia pia imeandikwa ya kwamba Kenya imejiunga na Umoja wa Mataifa katika kamati ile ya haki za kibinadamu. Lakini yule amevunja rekodi, aliye na rekodi mbovu zaidi, kukiuka katiba na haki za kibinadamu, kuteka nyara na kuua majenzi. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Yaani mnaogopa sababu Kasongo wako hapo, hamtaki amsikie. Mnaogopa yule mtu ameteka nyara vijana, ameua majenzi Kenya hii. Anaitwa nani? Leo tunataka tuambie Kasongo asikie hii. Sisi tumekuwa mahakamani jana tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Tumeenda kule kutoa vijana walioandamana sababu vijana wenzao wametekwa nyara. Hadi sasa haijulikani kama vijana wameuawa ama bado wako. Wakiongozwa na senata wetu wa Busia jirani hapo, Okiya Omutata amewekwa ndani. Jana mimi na Kalonzo na Karua na mawakili tumeenda mahakamani tukatoa Okiya Omutata na vijana walikuwa wamewekwa ndani. Jana pia tumeenda mahakamani kutoa vijana 6 waliotekwa nyara, akiwemo Billy Mwangi, Moroni, akiwemo Peter Muteti. Na leo tuambia Kasongo sababu ako hapa Mumias, tunampa makataa ya siku 7. Kama tutafika mahakamani Jumatano ijayo na yeye na IG Kanja hawajawachilia vijana hao 6, Bill Mwangi na kina Kibet, ataona of the parents of these young kids. Return the children to their parents. And if by next week you have not, you are going to see the mother of all demonstrations. Tuko tayari kurudi maandamano. Mumias, tuko tayari? Twende tumumoe Kasongo. Tumoe Zakayo na ushuru wake. Tumoe Zakayo na ufisadi wake. Tumoe Zakayo na ukabila wake. Hebu nione mikono mnaosema Zakayo ashuke, ashuke, ashuke Kasongo. Hii timu iko hapa tukiwa na Kalonzo. Sisi tumesema Kasongo lazima asonge, arudi Sugoi. Hapa Western tumekuwa wanaume 4 tunatafuta urais. Tumekuwa na ndugu Wetangula wa Ford Kenya. Tumekuwa na Musalia wa ANC, Oparanya wa ODM. Hawa ndugu zangu watatu eti wameogopa Zakayo. Wanasema atimvumilie tu, atimumrudishe tena 2027. Mumias, mnakubali hayo? Kama miaka 2 ya Zakayo tumeumia na hiyo ushuru na ufisadi, mko tayari tumie miaka ingine 8 Zakayo aende asiende? So mimi nimeambia ndugu zangu wakubwa, Mudavadi, Weta, Oparanya, kama nyinyi mnaogopa huyu Goliathi anaitwa Ruto wa Mumias, leo mtoke mbele, mtoe jam. Mimi niko tayari kuonana naye. Watu wa Mumias, mko tayari? Sisi tuko tayari na Bwana Kalonzo, tunajipanga kuhakikisha kwamba tunamng'oa. La mwisho, juzi tumekuwa na mgeni Kakamega, watu wa Kakamega na washukuru. Tumealika ndugu yetu Rigiji
aliyepigwa teke na bwana Zakayo sababu anasema ukweli. Rigiji amekuja Western, ametoka Nyeri na ameomba watu wa Mlembe. Vile mtu wa Nyeri anaitwa Kibaki alikuja hapa Ingo, anaomba ajiunge nasi tutembee pamoja. Mnakubali? Mnakubali Gachagua tu aungane na sisi? Pili, leo tena tumekuja Lima, akashikana na Kibaki. Baadaye alienda Ukambani akawa na Kalonzo na Ngilu, wakaunda serikali. Leo nimekuja nyumbani Ingo kuuliza watu wa nyumbani ile tulitembea safari ya 202 na the wise people from the eastern, tukaunda serikali. Munakubali tuungane na huyu Kalonzo tuunde serikali? Munakubali west na east tushikane, tumumoe Kasongo, tumusongeshe hadi Sugoi? Wangapi wanasema Kasongo aende? So sitaki niseme mengi, nataka nilete ndugu zangu pia wasalimu kidogo, ndio tulete mgeni wetu wa heshima azindue mpira huu na tuweze kuendelea sasa.